Studio kuna habari njema. Habari njema ni kwamba Pochi la Biashara linafanya kazi. Basi nikwambia kwamba majina yangu ni Pastor Eric, mtumishi wa Mungu ambaye amebarikiwa na Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Wiki hii nazungumza kuhusu habari za ndoto, dreams. Wiki hii ninafunza kuhusu ndoto. Maana kuna watu wameota ndoto, zingine ni ndoto nzuri, na kuna wengine wameota ndoto nadhani ni wasimu. Siko na wasimu ndani. Kwa sababu mtu anaota akiwa na pesa, kumbe hana chochote. Akiamka asubuhi hata mifuko ya trouser yake imetoboka. Hiyo ni ndoto ya kisirani. Maandiko yanasemaje kwenye kitabu cha Isaya mlango wake wa ngapi? Wa 29 mstari wake wa 8 anasema, tena itakuwa kama mtu mwenye njaa aotapo. Ni vibaya sana kuota ukiwa na njaa. Mwenye njaa aotapo kumbe anakula, lakini amkapo nafsi yake hana kitu. Na kama mtu mwenye kiu aotapo kumbe anakunywa, lakini amkapo kumbe anazimia. Sikiliza vile maandiko yanasema. Unaamka unaona kama ulikuwa na nyumba kubwa. Ulikuwa na nyumba kubwa. Uko mahali pazuri, ukiamka asubuhi uko kwa kioski. Maana ni ndoto za kushika anga yako. Katika ulimwengu wa kiroho inakuonyesha kwamba wewe ni mtu mkubwa, lakini ulimwengu wa kawaida hauna chochote. Mtu wa Mungu, wiki hii ninafunza kuhusu ndoto. Ndoto zako zina maana gani? Wakati unaota usiku, ukiamka asubuhi, what are the results? Ndoto zako zinaleta matokeo gani? Kuna watu wanaotanga tu, wakiota ndoto mbaya ndio zinatukia, lakini wakiota ndoto nzuri hakuna hata moja ishawahi tukia. Ameota kwa miaka 3, miaka 4 akiwa amenunua gari, mpaka sasa hata baiskeli ya kutoboka miguu hakuna. Kwa sababu gani? Maana katika ulimwengu wa kiroho vitu vyake vimeshikwa. Kuna mtu anaota ya kwamba anaendesha maybe Prado, akiamka asubuhi Route 11. Maana katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu, lakini ulimwengu wa kawaida wamechukua. Wiki hii nazungumzia kuhusu ndoto. Unaona mtu asubuhi ameenda kulala, anapaa kwenye anga, anasema niliona nikiwa na mabawa. Nikuulize mtu wa Mungu, umefananishwa na nini ndio ukawa na mabawa? Labda umefananishwa na popo. Na uelewe ya kwamba popo anasimamia katika ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu wa giza. Ndio sababu anainamanga kwa mti hivi, na wewe pia unapaa kwa anga. Kwa hivyo unaamka asubuhi umechanganyikiwa. Mtu anayeota na popo usiku akiwa anapaa kwa anga, kufanikiwa kwake ni nadra. Anakuanga siku zote ameinamishwa. Hata akienda kazini hawezi pata kazi, maana akili zimeinamishwa, nafsi imeinamishwa, roho imeinamishwa. Hakuna vile unaweza ukatoboa. Wiki hii ninafunza kuhusu ndoto. Mtu anaota akilima usiku. Mtu anaota akipanda akikula chakula cha nyama. Mtu anaota akikunywa damu ya watu. Mtu anaota akikula vitu tofauti. Mtu anaota anakimbizwa. Mtu anaota anakufa. Siku utakapoona umekufa, elewa ya kwamba sio lazima ukufe kawaida tukuzike. Siku utaona umekufa, spirit yako inakuanga imekufa. Hapo huwezi pata pesa, kama hujaolewa huwezi pata ndoa, kama hauna mtoto huwezi pata mtoto. Maana mtu ambaye amekufa atazaa namna gani? Mpendwa msikilizaji, wewe unayenifuatilia, wiki hii nitakuwa ninafunza kuhusu dreams. Mtu anaota ya kwamba mikono yake anakaukiwa, mikono inakaukiwa. Mwingine anaweza ona ya kwamba anapulizwa kama balloon, kisha anatolewa pumzi, umeisha. Kama ni biashara zero, kama ni ndoa itavunjika tu. Watu wa kuota tukiwa shuleni, watu wa kuota ukiwa shuleni. Ushawahi ota ukiwa form 4? Unaotanga tu standard 3, standard 2, standard 4, standard 5, primary school. Hakuna secondary things katika spiritual realm yako, maana ulimwengu wako imekaushwa. Mtu ambaye amemaliza university anaotaja akiwa standard 4, anaotaja akiwa standard 2. Wewe ni mama unaota ukiwa standard 2. Nikuulize, ukiwa umelala kwa kitanda na bwana wako na uote ukiwa standard 2, wewe unataka mzee asubuhi akiamka afanye nini na wewe? Lazima atakufukuza. Hiyo ndoa itavunjika kwa sababu mzee hawezi kana undergraduate. Huwezi kana undergraduate kwa nyumba. Akikuangalia hivi anaona mtoto wa standard 3. Anasema mtoto wa shule arudi shuleni. Sasa hiyo unasikia nakwambia enda mamako akufundishe. Maana usiku uliota ukiwa shuleni. Kwa hivyo elewa ya kwamba wiki hii tunafunza kuhusu ndoto. Mahali popote ulipo, kama kuna ndoto inakusumbua, basi wiki yako ndio hii. Watu wa kuota wakivuta bangi, watu wa kuota wakinywa pombe, watu wa kuota wakinywa mihadarati, watu wa kuota wakiwa na madawa. Kuna mtu anaota akiwa anakunywa madawa tu. Siku zote ukiamka unaumwa na kichwa. Maana kwenye ulimwengu wa kiroho walikulisha madawa.
ulikula madawa, basi katika ulimwengu wa kawaida uweze ukawa na afya. Kuna watu wanaota wakiwa na infection, na kwa kweli ukiamka asubuhi infection imekuja, maana usiku mzima spiritual husband amekutumia, spiritual wife amekutumia. Umeamka ukiwa umedhoofika, umechoka, ni kama ulikuwa unalimia watu, na kumbe wewe mwenyewe mahali ulilala ni nafsi yako ilitolewa. Sister mmoja akaniambia, pastor, mimi nikilala hata unipiga na rungu siwezi amka, maana nafsi ya huyu mtu inachukuliwa. Wale watu wa kulala 24/7, hata mtu akifungua mlango yako huwezi sikia, unakuanga umekufa nusu, maiti nusu, half dead. You are half dead, maana mwanadamu huwa anakufa nusu. Shukuru Mungu wakati ambapo unaamka asubuhi, unaona inainua mkono, unaona unafungua macho, unaongea, unatazama, unatembea. Unahitaji kushukuru Mungu kabisa, maana huo ni muujiza mkubwa. Kuna watu wanalala wanaenda flat, vile walilala hakuna kuamka tena. Kwa hivyo ninafundisha kuhusu ndoto. Ndoto za mwanadamu ndio uhai wa mwanadamu. Elewa ya kwamba life is spiritual. Kile unaota sasa kitatokea kesho. Hata kama kitatokea kesho, kesho kutwa kitatokea. Maana maandalizi ya kesho yanaanza na ulimwengu wa sasa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo nikuambie, wiki hii, mama yangu mahali ulipo, my sister mahali ulipo, my brother mahali ulipo, mama yangu mahali ulipo, ninafundisha kuhusu ndoto. Wiki hii tutakuwa tunategua mitego za ndoto. Oh my goodness. Kama kuna wiki nitafanya deliverance, ni wiki hii. Maana Mungu amepeana kipawa cha ukombozi kwa watu waliofungwa. Wewe unakula nyama usiku, dada mmoja akaniambia nyama zake tu ni za watu waliokufa, tena zimeoza. Damu ya watu wanaota wakiangushwa magari usiku, wameingizwa katika ulimwengu wa giza. Unaota ukiwa baharini, unaota ukitembea kwa mafi, unaota ukitembea kwa choo. Yani matakataka ndio ziko kwa akili zako mingi. Siku utaona ukitembea kwa choo, siku utaona ukitembea kwa kinyesi, ujue ya kwamba kibali chako kimeenda. Ndio sababu unaona ukienda karibu na watu wanakutenga, maana wewe mwenyewe unanuka sewage. Uliota usiku wakakuosha naye, ukiamka asubuhi spirit yako imejaa sewage, roho ya aibu. Unaona unatembea miguu tupu. Biblia inasemaje? Watoto wenyu wasitembee miguu tupu, wala nguo zao zisiwe zimeraruka, watembee matako bure nje. Ni Biblia imesema. That's why nakwambia, hata nguo yako ukiona imeraruka, mtu wa Mungu shona, kwa sababu the moment inaendelea kuraruka, the moment inaendelea kutambaa ikionyesha uchi wako, roho ya umaskini inaingia automatically. Pastor, unanielewa? That's why styles za manguo zimetokezea. Unaona mtu amekatakata nguo, roho ya umaskini. Haya mambo usipoyajua utasema ni fashion. Ukiingia kwa ulimwengu wa kiroho ndio utajua ulinaswa kitambo ukafungwa. Ndio sababu unang'ang'ana pasipo na kujua. Maana hata ukitoka, ukienda kwa duka unavaa hiyo nguo, ukirudi kwa nyumba unavaa hiyo nguo. Kumbe the more unaendelea kuvaa umaskini. Siku ya Jumapili, elewa nikwambie hivi, there is no glory in poverty. Hakuna utukufu katika umaskini. Utukufu katika umaskini hakuna. Usidanganywe na mtu. Usidanganywe na mtu. Kuna utukufu katika umaskini, na usipende umaskini. Rafiki yangu mmoja akasema, ogopa sana hatua za kitanda, ogopa sana kulala. Ogopa sana kulala. Ogopa sana. Kuwa muoga sana na usingizi. Maana hapo ndipo watu wengi wamenaswa. Watu wengi wamefutwa kazi kwa ndoto. Watu wengi ndoa zao zimevunjika kwa ndoto. Watu wengi wamekufa kibiashara kwa ndoto. Watu wengi wamenyang'anywa pesa kwa ndoto. Watu wengi wamegonjeka kwa ndoto. Kuna watu wanagonjeka ukimwi sio yao. Kuna watu wanagonjeka pressure sio yao. Umelala tu siku ukasikia kichwa yako inapigwa na shoka. Kuanzia siku hiyo bado uko hospitalini, maana walikunasa. Wiki hii ninafungua mtu ambaye anasema, pastor, niko na weird dreams. Mnaziita weird dreams kwa Kiingereza, sielewi. Weird. Ndoto mbaya. Wacha niseme kwa Kiswahili. Walimu wangu wa Kiingereza alikuwa anafika masaa ya Kiingereza ananiambia, Eric, haujalipa school fees. Kwa hivyo naelewa Kiswahili, ndoto mbaya. Tupatane madhabahuni moja siku ya Jumapili. Katikati ya wiki, marathon prayer wiki hii. Waombezi, prayer and fasting on a very serious note this week, kwa sababu tuna deal na mambo ya rohoni. Ati mtu akiwa na njaa aotapo.
kumbe kile anapoota hakipo. Ati mtu akiota akiwa na kiu, kile anachokiotea hakipo. Yenda ikawa kuna mambo yanakusumbua katika ulimwengu wako, kumbe ni ndoto ulizoziota. Basi nitakufahamisha na pia nikujulishe madhara ya kutoota, maana si vyema pia kama Mkristo ukose ndoto. Yusufu alifika kwa ufalme kwa sababu ya ndoto iliyokuwa na akili fahamu timamu, akafika kwenye ikulu. Hizi zetu za kuota na paka na nyoka na mende na kunguni na uchawi, nani alituwekea kwenye anga zetu? Siku ya Jumapili we are disconnecting ourselves from poor dreams. Majina yangu Pastor Eric, Grace Pentecost Church, mji wa Umoja. Ukipuuza hii, aliyekuroga alikufa na yuko hai. Tupatane madhabahuni. Bye bye kwa sasa.